Mheshimiwa Rais. Anapoendelea kusherehekea densi ya utamaduni. Haya, nitaomba sasa tuweze kumruhusu Mheshimiwa Rais aweze kuingia hapa ndani. Wale wengine wote tutulie tafadhali, tumngojee. Wapiga picha tafadhali, wapiga picha tusonge, wapiga picha tusonge. Wapiga picha turudi nyuma, tupeni msafara wa Mheshimiwa Rais nafasi. Ni karibu sana Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais hivi sasa ataenda kukaribishwa na maafisa wetu wa Kenya Power, vile vile na wale wa REREC, ili kuweza kuja kufungua rasmi jengo hili. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais ataweza kukaribishwa kwenye meza hii akaweke sahihi ya wageni kwenye kitabu hiki cha wageni. Ni karibu sana Your Excellency. Nitaomba Mheshimiwa Rais aweze kuweka sahihi kwa kitabu cha wageni. Naam, nitamkaribisha Mheshimiwa Rais hapa aweze kuelekezwa na kuonyeshwa vile mradi huu. Your Excellency, welcome to Meru County. Your Excellency, sir, this is the funding for Meru County in terms of last mile projects. The entire county has 1.76 billion, sir, targeting 19,119 homesteads. This is an executive summary of the same. Sir, Kenya Power is investing 1.049 billion. This is a breakdown of the last mile scheme. Meru County has 999 million, sir, targeting 13,327 customers, Your Excellency. Continue. Your Excellency, this is the breakdown of the constituencies within the Meru County. And today we are at South Imenti. For South Imenti, continue. The breakdown is that here we have 182 million, 46 sites, 2,028 customers. The contractors, Your Excellency, is Meruwood and Power China Ubei, who are also represented here. Your Excellency, these are the projects. Just continue. The listing of the projects. Just continue. This is the REREC investment, sir, within Meru County. The Rural Electrification Corporation has invested 708 million within the county, targeting 5,183 customers. Going down to where we are today, Your Excellency, South Imenti, we have 53 million under the corporation, targeting 191 million. Continue. Your Excellency, sir, where we are today, this is Nkwene substation, Your Excellency. We built the substation using 232 million shillings from the government of Kenya, Your Excellency, sir. Before the building of this station, this area, Nkubo and environs, was getting power supply from Kanyakinya substation. So the customers here, the industries, the tea factories, which are a major consumer here, the hospitals, the schools, and the markets had a lot of challenges.
And Your Excellency, this is the station we are going to commission today. This end, yes. So Your Excellency, this is a breakdown of the substation. The line serving the station comes from Kaide substation. Na nitamkaribisha Mheshimiwa Rais sasa akaweze kufungua jengo hili rasmi kwa kuweza kuidhinisha bango hilo. Naomba tumpigie makofi na kumshangilia Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hivi sasa wa jengo hili rasmi tumpishe Mheshimiwa Rais anapoenda kukata utepe huo, akiwa ameweza kuandamana nao viongozi wetu ikiwa pamoja na naibu wa rais. Basi tumpigie makofi anapokata utepe huo Mheshimiwa Rais. Sasa hivi ataingia pale ndani na kuweza kuona yale yote ambayo yanaenda kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea vizuri ili wananchi wasiweze kukosa stima. Basi anapoendelea kuonyeshwa namna vile mradi huu unavyoendelea na unaposambazwa mahali popote pale kwenye kaunti hii yetu. Na baada ya kuweza kuona namna vile umeme hutaweza kusambazwa, sasa Mheshimiwa Rais tutaelekea pale nje akaweze kuidhinisha magari yale. Naomba sasa umati huu tafadhali tuelekee nje. Twendeni sasa tukaweze Mheshimiwa Rais akaweze kuidhinisha magari hayo. Ikiwa ni pamoja na wale contractors ambao wameweza kupewa contract ya kuweza kufanya miradi hii ya usambazaji wa umeme. Nitaomba vuvuzela kidogo tuweze kuzuia ili tumpatie nafasi Mheshimiwa Rais akaweze kuidhinisha magari haya tafadhali. Tuweke wimbo, vikundi vile vya nyimbo, alafu pia vile vile tusonge nyuma kidogo kwa sababu gari hizi ni kubwa. Naomba tusonge tu nyuma kidogo tupeane nafasi. Vuvuzela tutazuia, tupeane nafasi kidogo ili tuweze kupitisha magari haya. Basi wananchi tutulie Mheshimiwa Rais anapoenda kuchukua bendera hii ili kuweza kuidhinisha magari haya. Your Excellency, kindly as you are going to flag off the cars. Basi Mheshimiwa Rais, gari ya kwanza ni ya Kenya Power and Lighting Companies ambao imebeba transformers tayari kuweza kupeleka mradi huu kwa wananchi. Gari ya pili ikiwa ni gari ya REREC, hawa ikiwa ni pamoja na wale contractors ambao wameweza kupewa kazi hii.
Tuwapigie makofi na vigelegele. Gari ya tatu Mheshimiwa Rais ni gari ya Meru Woods ambao pia vile vile wako kwenye contract ya kuweza kusambaza umeme. Gari ya mwisho ikiwa ni gari ya China Mheshimiwa Rais. Kumbuka ni katika ile ambayo ni hatua ya wewe kuweza kuhakikisha kila nyumba iko kwenye nafasi ya kuweza kuwa kwa stima. Basi tumpatie nafasi Mheshimiwa Rais akaweze kutuongelesha. Niombe Mimi nimefika Meru leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kazi inaendelea. Si tulikubaliana hivyo? Na ndio sababu hiyo leo mimi nimekuja Meru mambo matatu ya muhimu sana. Kazi ya kwanza nimekujia Meru hii ni ile mulinieleza ya kwamba bado kuna manyumba mingi Meru hawana stima. Bado kuna sehemu nyingi Meru iko giza. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia nitafanya mambo. Leo nimekuja hapa. Haya magari mumeona hapa tukianzisha. Tumetafuta pesa ya serikali. Shilingi bilioni 1.8, 1.8 billion shillings ya Meru County. Kuunganisha stima, kuwaunganishia stima manyumba 20,000 mpya. Watu zaidi ya 100,000, 100,000 people are going to benefit from this program. Kwa sababu tumekubaliana ya kwamba stima sio starehe ya matajiri, ni haki ya kila Mkenya. Tumekubaliana jameni? Si kila mtu awakishe stima kwake? Iko makosa mtu akiwakisha stima kwake? Ndio nimeambia Waziri Opiyo Wandayi yuko hapa. PS wake Bwana Wachira yuko hapa. Nimewaambia sasa kuanzia leo mwaka moja itakapokamilika nyumba 20,000 iwe imeunganishiwa stima hapa Meru. Na tumekubaliana na waheshimiwa mpaka na huyu mwiti wenu, huyu mjumbe wenu. Hawa waheshimiwa wa bunge ndio watatuambia ni kijiji gani haijapata stima, ni sehemu gani haijapata stima, ndio tuweze kupeleka stima huko, tuongeze mwangaza, tuondoe giza, shetani ahame. Ama namna gani? Si mumesikia shetani anapenda mahali iko giza? Si tuwakishe mataa, tuweke stima, tuweke mwangaza, shetani hawaje kutusumbua. Si ndio jameni watu wa Meru? Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa. Na mbali na kuunganisha stima kwa manyumba yenu,
Pia tumekuja kuanzisha hii substation ya Nkwene hapa, kwa sababu kuna stima inapotea kila wakati, na ni kwa sababu ya stima ambayo imetoka mbali inafika katikati inakuwa hafifu. Kwa hivyo tumewapatia hii substation ambayo tumetumia pesa ya serikali milioni 230 kuhakikisha kwamba stima hapa kwenu haipotei jioni ama haipotei wakati huu inanyesha ama wakati mwingine. Ndio stima ipatikane, kwa sababu sehemu hii nyinyi ni wafanyabiashara na nyinyi ni wakulima. Muko na factories ya chai, ni kweli ama si kweli? Muko pia na mahoteli huku. Tunataka hizo hoteli zenu na factories zenu zifanye kazi bila ya matatizo ya mambo ya stima. Leo vile nimekuja Meru hii kwa sababu ya mambo ya kuzalisha umeme. Serikali ya Kenya tumetafutana na mwegezaji. Mimi nilienda nchi ya Japan, nikaongea na kampuni ya Japan, wamekubali kuja hapa Meru kutengeneza umeme kutumia wind power. Leo tumetoa title deeds ya watu wa kule Tigania ambayo tutaweka hiyo umeme, na wamekubali wataegeza milioni 40 pesa ya Kenya, bilioni 40 pesa ya Kenya. Na mimi nataka nimshukuru huyu governor na wajumbe wa hapa. Tumefanya kazi na bidii, tumetoa title deeds. Ndio hiyo pesa ya kuegeza katika kuzalisha stima kupitia kwa wind power iwezekane hapa Meru County. Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo, so that we can have an investment of 40 billion shillings to generate energy in Meru using wind power that is available here in Meru County. Ndio Meru pia ichangie katika kuongeza stima katika mitandao yetu. Watu wa Meru tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na nimewahakikishia, kwa sababu sasa tumetoa hati miliki, tutakamilisha ile sehemu ilikuwa imebaki hata ya power purchase agreement. Ndio hiyo program na uwegezaji iendelee, tuzalishe umeme, tuajiri vijana na tuendelee na kuzalisha uchumi wetu. Tumekubaliana jameni? Leo vile nimefika hapa Meru kwa sababu tulikubaliana na nyinyi mambo ya biashara tuendelee mbele. Si ni kweli? Hapa Meru tunawajengea masoko 8 mpya. Leo asubuhi nimeanzisha moja, tumekubaliana na huyu ndugu yetu. Soko ya hapa kwenu vile lazima tujenge. Tumekubaliana? Na inajengwa, inaendelea, Mwiti ananiambia inaendelea. Na nitarudi hapa nikuje niangalie, contractor akilegea mpige report kwangu, mimi nitamnyorosha. Ndio maneno iweze kuendelea zaidi. Tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa vile kwa sababu kuna kazi mlinipatia, si ndio? Si mliniambia nihakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, ninyoroshe maneno ya CBC, nihakikisha kwamba kuna walimu wa kutosha, nihakikisha kwamba watoto wetu university wanapata pesa ya kutosha. Sasa ile maneno ya CBC nimenyorosha. Walimu nimeajiri walimu zaidi 76,000 in 2 years kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tumeongeza pesa katika university funding, na nimesema ya kwamba katika new university funding watoto wa kutoka jamii ya maskini walipiwe 90% bursary, ili kila mtoto wa Kenya wapate nafasi ya kusoma katika vyuo vyetu. Tumeelewana jameni? Muliniambia vile nisimamie kilimo, ni kweli ama si kweli? Nyinyi kama factory yenu ni ya KTDA. Niliwaambia watu wa KTDA walikuwa wanauza mbolea kwa wakulima shilingi 5,000. 5,500 mimi nikiapishwa kama rais. Na nikasema kuanzia siku hiyo bei ya mbolea tutateremsha iche chini, ndio wakulima wengi waweze kupata mbolea, waweze kupata faida zaidi katika kilimo yetu, aidha ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano na ile kilimo yote. Saa hizi bei ya mbolea ni 2,500, na wakiuza zaidi ya hiyo munipigie ripoti. Sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Sikizeni, nyinyi ni wakulima wa chai. Mwaka huu
Pesa tulipata ya chai mwaka uliopita ilikuwa 170 billion kuuza chai yote ya Kenya. Lakini mwaka huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Wale mnajua 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022 this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Watu hapa Meru tumekubaliana? Mimi najua hapa Meru pia iko wakulima wa kahawa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Bei ya kahawa 2022 ilikuwa 40 shillings, 50 shillings, ikizidi sana 55. Mwaka huu kuna kampuni zimelipa 110, 120, 130 shillings. Kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tumeongeza ile mapato inapatikana, na tumefukuza wakora na makatel ambao walikuwa wamekita mizizi katika kilimo ya kahawa. Imagine ati mtu mmoja, yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndiye mwenye kununua kahawa. Hiyo inawezekana kweli? Sasa ndio ananyanyasa watu wengine. Wewe ukipeleka kahawa yako anakuambia hii kahawa yako bei yake iko chini. Alafu saa ile amemil anauza bei ya juu. Tumesema na mliona niliweka mambo ya reform ya kahawa katika ofisi ya rais. Na nikasema hii kahawa leseni tunatoa moja moja kwa kila mtu. Kama wewe ni mila, chukua leseni ya mila. Hakuna ya broker, hakuna ya kununua. Leo tumeongeza mapato ajabu kwa sababu wale ambao walikuwa wanasimamia hiyo sehemu na ukora na utapeli tumewaondoa. Wakulima sasa watafaidika zaidi, na mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo. Nitaweka macho yangu nihakikishe kwamba kilimo ya kahawa inarudi mahali ilikuweko. Tutakuwa tunauza tan 1150 kila mwaka vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Watu wa hapa Imenti, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina na mambo ya upuzi? Tuendelee? Tusomeshe watoto? Nipange walimu zaidi? Niongeze pesa ya funding? Nitoe makatel kwa mambo ya biashara ya wakulima? Nifukuze wakora wote? Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee? Munasema kazi iendelee? Munasema kazi iendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni, kazi iendelee. Si namna hiyo? Na mimi nawaambia, mimi nimeungana na hawa viongozi wote. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti. Lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo, sasa tuko na gavana mpya hapa. Ndio. Mimi nawaomba. Mimi nawaomba. Ndugu zangu watu wa Meru. Ndugu zangu watu wa Meru. Nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu viongozi na watu wa Meru, musimame pamoja. Sasa mko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mtaungana. Tuache siasa ya ugomvi. Tuache siasa ya chuki. Tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja. Si ndio? Na mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama. Sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana,
tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Amefanya vizuri. Mpigieni makofi huyu governor jameni, ametafuta. Sindio? Sindio? Na mimi nataka niwaulize watu wa Meru. Si mumeona ile hasara, ugomvi na chuki na migawanyiko inaweza kulete? Ndio mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi yenu na kwa kura zenu, hata na mimi nitaunganisha taifa lote la Kenya. Niunganishe wa Kenya wote, wa dini zote, wa kabila zote, kutoka kaunti zote, ndio kwa sababu tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu kwa pamoja. Nyinyi watu wa Meru jameni, nawasihi na nawaomba ya kwamba mkubali, tusikubali siasa ya chuki, migawanyiko na ukabila itutenganishe. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni, tufanye kazi kwa pamoja. Na nimeamua ya kwamba Kenya hii nitaunganisha ili sote tuweze kutembea pamoja. Na ndio sababu wakati mliona kulikuwa na msukosuko, nikasema tuweke serikali ya broad based, ya kuleta Wakenya wote. Kusiwe na mwenye anagombana huko nje, kusiwe na mwenye ananungunika huko nje. Sisi wote tukae hapa ndani, tupangane, na hii serikali inatutosha sisi wote. Sio lazima mtu aondoke ndio mwingine apate nafasi. Nafasi iko ya kutosha, sisi wote tukae hapa ndani. Nyinyi watu wa Meru mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe jameni? Tuunganishe. Hebu nisikie nione wale wanasema tuunganishe taifa letu la Kenya. Munasema tukatae siasa ya ukabila, siasa ya dini tuache, siasa ya migawanyiko tuache, siasa ya chuki tuache, tuungane. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio sababu hiyo mimi nasema tuungane pamoja. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi watu wa Meru, mnatuonyesha by example kwamba hata na nyinyi mmekubali kuungana, ndio Meru ipige hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Nasema tutembee pamoja. Niendelee na hii kazi, niwapangie maneno, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa ukabila tuwaache nyuma, wa chuki tuwaache nyuma, wale wa migawanyiko tuwaache nyuma. Mimi hapa sasa niko na muungwana anaitwa Professor Kithure Kindiki, Deputy President wa Republic of Kenya. Kwene oi! Kwene oi! Meru oi! Mugeni! Muwakairi! Mule babega! Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana umetutembelea leo. Na Rais, sisi tumefurahi. Mambo imekuleta hapa sio mambo ya siasa. Umekuja hapa kwa sababu wewe mwenyewe umesema stima ya Meru haitoshi. Umekuja hapa kutuongezea stima, ndio kila mahali kuwe na stima ya kutosha. Si ni kweli? Hii substation itasaidia kustabilize mambo ya stima hapa, na Rais ameshaamrisha substation zingine zijengwe. Pale Maua substation ijengwe, na pale Tharaka Nithi substation ijengwe, ndio hii area yote larger Meru area iwe na stable electricity. Rais amefanya vizuri. Akorodha bwega. Number 2, Rais amekuja hapa kutembelea kwa sababu wakati anaomba kura alisema wanabiashara wadogo wadogo, wakiwemo mama mboga na hata wanaume ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, wawe na nafasi na soko mahali safi, mahali pako na heshima kufanyia biashara yao, ndio wanunuzi wawe wengi, wanabiashara wetu wapate pesa zaidi. Rais hapa Meru anajenga hiyo masoko yote amesema, ikiwemo hapa South Imenti. Mheshimiwa Mweti atawaambia pale Machegene contractor ameanza kazi, na sisi tutakuja hapa kuangalia wakati tutapata nafasi. Machegene kama chege o Machegene itigania, Machegene itigania, Imenti Machegene kama chege. Si hapa katikati ya Mitongo na Ngobo, si kama chege? Bas, kwa hivyo Rais umefanya kitu mzuri.
ya tatu na ya mwisho ile rais imemleta hapa ni maneno ya kilimo. Hata kama hajaongea mambo ya projects ya kilimo, amesema 2.5 years into his term, there is tangible reform in the agricultural sector. And today, the farmers of Kenya, including the farmers of Meru, are getting better returns for their tea, for their coffee, and the other crops that we grow. Amestaja tu hiyo kwa sababu ndio iko mimea ya hapa. Amesema majani chai, we increased production, and the foreign exchange earned from coffee, from tea last year has risen to 215 billion. That is the highest foreign exchange ever earned in Kenya since independence on a single year. Mambo ya kahawa. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa shilingi 40-50 hapo. Leo mwaka huu kahawa saa hii ikiwemo last week kwa Nairobi Coffee Exchange inauzwa kwa bei ya juu, na mkulima analipwa per kilo of cherry between 110 120. Some factories are paying 130 shillings per kilo, the highest price in 35 years. Rais aendelee na kasi ama asiendelee? Rais aendelee na kasi asiendelee? Si hiyo ndio kasi mlichagua rais afanye? Si hiyo ndio biashara mlituma rais kufanya? Na amesema ile miaka 2 imebaki, ile mambo imebaki atasuluhisha, ikiwemo zile barabara zilikuwa zimekwama. They will all be revived, constructed and completed. Na akifanya hivi sisi tunasema tick, tunampatia tamu mwingine. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ya mwisho mimi nimekuwa katika serikali ya William Ruto, nimekuwa minister wa interior miaka 2. Nikakazana na hiyo kazi for 2 years. Juzi 4 months ago rais akanipatia nafasi ingine ya kuwa deputy president. Mulifurahia hiyo hatua ya rais? Mulipendelea hiyo hatua ya rais? Mmefurahi? Onyesheni rais kwa mkono kama mmefurahi vile nini. Mimi nataka nimalizie kwa kuahidi watu wa Kenya, wakiwemo watu wetu hapa Meru. Mimi nitajaribu vilivyo, vile nilijaribu nikiwa waziri wa usalama. Nitajaribu kufanya bidii kwa kazi ya kumsaidia rais. Na rais atapata tena ati kusumbuliwa, ati kufanyiwa sijui nini, because there is no competition between the president and the people working under him. As the principal assistant to the president, I am the deputy president and subordinate to the president, and I am happy in that role. Kwani kiti ya deputy president ni kiti kidogo? Si ni kiti kubwa? Lakini watu wengine wajinga, unapewa kiti kubwa, badala ya kushukuru Mungu na kushukuru rais na kushukuru wananchi, unaanza kushindana na kiongozi wa taifa. Mimi hiyo maneno ya ujinga, I am not part of that business. I am happy with that position. I am grateful to the president. I am grateful to the people of Kenya who elected the president. I am grateful to God. And I am comfortable. My work is to support, to defend, and to help the president deliver on his mandate to the people of Kenya. Ama nyinyi mnataka nianze mashindano na rais? Watu wa Nkwene, watu wa Nkobo, mnataka nianze mashindano na rais? Nianze maringo na mambo ya kubishana na mkubwa wa nchi? I am already happy, and the deputy president is not a small job. It's a huge responsibility. I will work day and night to make sure President Ruto has someone to help him, and I'll work with the ministers, the PSs, and everybody else to make the work of the president
easier and more efficient. As many of that opinion say aye. As many of that opinion say aye. As many of that of counter opinion say nay, the ayes have it. Thank you, Mr. President. God bless you. Asanteni sana. Thank you. Profesa Kithure Kindiki anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Sikizeni. Huyo muungwana kuna watu wanamkejeli ati yeye ni yes man. Mimi nataka niwaambie. Si Moi alikuwa yes man ya Kenyatta. Si Kibaki alikuwa yes man ya Moi. Si mimi nilikuwa yes man ya Uhuru. Kuna mahali iliharibika. Si mimi nilimheshimu Uhuru Kenyatta. Hata wakati mambo ilikuwa imeharibika, si nilikuwa nasema mdosi yangu. Si hiyo ni kutumia akili. Sasa wewe profesa, endelea na kazi bwana. Wachana na wale. Sisi tunakubaliana. Sisi tunakubaliana. So tuendelee namna hiyo kwa sababu ya muhimu. Kama ningekuwa natafuta mtu ya kupingana na mimi, si kuna watu ya upinzani ya kupingana na mimi? Iko haja ya kuwa na deputy president ya kupingana na wewe? Si mtu akitaka kupingana na rais aende upinzani? Ama namna gani? Na tuko na watu wengi ya upinzani. We are not short of people mwenye wanaweza kuendelesha mambo ya upinzani. So bwana naibu wa rais, nisaidie, hii kazi ni ngumu, nisaidie tusukumane ndio Kenya ibadilike, niunganishie hawa mawaziri, ma PSS ndio kazi ya Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana watu wa Ngwene? Tumekubaliana? Na mimi wacha niwaeleze. Wacha niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Meru. Mimi Meru si mtu mgeni. Mimi nimekuja Meru mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa tangu nikiwa mjumbe. Nikakuja hapa nikiwa waziri. Mimi nimefanya kazi na Moi kama mjumbe na kama naibu wa waziri. Mimi nimefanya kazi na Rais Kibaki. Mimi nikiwa waziri wake wa mambo ya kilimo na nilifanya kwa bidii. Mimi nimefanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta. Mimi nikiwa naibu wa rais. Mimi naelewa mambo ya uongozi ya Kenya. I am not junior. I am not new. I understand what is necessary for us to move this country forward. Na mimi ile urafiki nimejenga na watu wa Meru. Ile urafiki nimejenga na watu wa Mlimani. Na ile urafiki nimejenga na watu wa Kenya. Mimi siwezi kukubali mtu mwenye hana maono, mwenye hana mpango, mtu wa chuki na fitina, akuje haribu urafiki na undugu na uongozi ambayo tumejenga kwa miaka mingi. Ya muhimu Kenya hii ni vile tutaungana, vile tutashirikiana, vile tutafanya kazi kwa pamoja, sio kwa manufaa ya viongozi lakini kwa manufaa ya wananchi. We must not be asking what is in it for the leaders. We must be asking what is in it for the people. And that is how we are going to succeed. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Hakuna haja ya sisi viongozi kushindana. Mashindano ya viongozi ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi ikimalizika, tunarudi kwa kazi ya wananchi. Ama namna gani? Si kama mambo ingine ya nani atakuwa nani hatakuwa, si nyinyi mtaamua. 2027 si nyinyi ndio mtaamua. Kuna mtu atawaamulia. Sa nyinyi si mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Mtu akizembea kazini si mnampeleka nyumbani. Akifanya kazi hiyo ingine mnamsukuma mbele. Na nyinyi ndio kusema. So tuendelee namna hiyo. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe Governor Isaac Mutuma. Asante, Your Excellency. Antobankuene, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ndawira asifiwe. Kama tunaibwa boya? Kote na sababu ya kusifu Bwana Yesu, president wetu atureterete billions ya mbesa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, sitachukua muda mrefu kwa sababu najua unaenda Kirinyaga. Na tunashukuru umeshinda nasi hapa Meru. Watu wa Southimenti, watu wa Nkuene ni watu wa bidii sana. Ni umaka na nurongo. Your Excellency, tunajua agenda yako ya kuajiri walimu hapa Kenya, kusupport
education ni mojawapo ya mambo ambayo unapenda kwa sababu wewe mwenyewe ni msomi. Kuna university yetu inaitwa Marimba. Kuna university yetu inaitwa Marimba. Your Excellency, kitu kindogo tu na waziri wako ambaye ni mchapakazi, Mheshimiwa Mutahi Kagwe, ambaye amegazeti prize za miraa na ambayo tunaona mwangaza. Tunaomba Mheshimiwa Mutahi Kagwe aguze tena mahali unaguza hii Kenya, kwa sababu tumejua wewe unaguza Kenya na inabadilika. Guza Marimba University ianze kuwa operational, na watu wa South Imenti, Dr. Mweti na yua Mheshimiwa Chandra Kamweti amekusumbua sana, Your Excellency. Daktari Mweti amekusumbua, kasirika leo useme sitaki kusumbuliwa tena, hiyo shinda imeisha. Jambo la pili, kuna Mariana University pia pale Central Imenti kwa Mheshimiwa Kirema, inahitaji pia pesa kidogo ndio hiyo university ianze kufanya kazi. Jambo la tatu, Your Excellency, ile kazi ambayo unafanya ya kuunganisha wa Kenya ndio kazi tunafanya kuunganisha wa Meru. Njuzi tumechapa mikutano 2 na viongozi wote wa Meru, the who is who, both elected, business community, religious leaders, wazee wa Njori Ncheke, wakaamua pamoja na seneta wangu na wabunge wote na MCAs, wakaamua, Your Excellency, utukaribishe State House. Tumepoteza miaka 2.5, tukuje kwa sababu kama viongozi wa Meru tuko na mpango, si ndio? Tuwe na mpango, tuko na mpango. Your Excellency, ukimaliza tour yako ya maendeleo Mount Kenya, kazi ya kwanza, kwa sababu tumeona umeleta Wakenya wote State House, wakikuja wanarundi na billions of money kwa kaunti zao. Tuendee zetu, tuendee maendeleo yetu, viongozi wote. Your Excellency, tuambie tutakuja lini, hatutaki kukusumbua na mambo mengi, ni hayo tu. Mambo ya Nduo Carriage Road, apale makutano, tutakuletea kwa memorandum, na kuomba utupe nafasi tutembee, tukulete mambo mengine. Asante Your Excellency, Mungu akubariki sana. Stima anaitwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Wananchi wa Meru, hamjambo? Hamjambo tena? Dalili ya mvua ni nini? Mheshimiwa Rais, Meru kwa hakika imechemuka sawa sawa. Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumeunganisha stima katika kila pembe ya nchi. Na hiyo ni kazi tunaifanya bila ubaguzi wala mapendeleo yoyote. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Bwana Eric Muridhi awasalimie. Antoka Meru mugeni. Ibabui. Boko wetu kwa rais. Mimi rais, nitashukuru sana, hapa ni nyumbani Meru. Asante kwa kutembea na asante kwa kuamini vijana katika serikali yako. Teo manto beto ngoya kwa no bora teraro itoko rutango na mheshimiwa wenu Shadrack Mweti, tuone tokona rowe ngobo na manto yenu iendelee kubuate bwa. Tunashikilia rais, lakini Meru wacha nione kwa mkono. Ibuaya sana, Murungu wa Bodharime anto beto awazidishie. Wacha nimkaribishe Waziri William Kabogo ambaye ni waziri wetu wa ICT. Ala, mko wengi hivyo? Na tuliwaambia ati tusikuje. Rais akuje au asikuje. Kwa hivyo wako juu ya mlima. Tuko juu ya mlima. Mlima chini yetu tunaupenda. Hebu tuendeni bwana. Tuko juu ya mlima. Mlima chini yetu tunaupenda. Basi mimi sina mambo mengi.
Asante Mheshimiwa Rais kunipa kazi. Na kazi yangu nimepatiwa ni ya kuunganisha mitandao, internet. Na nitahakikisha kila mahali kuna umeme, kuna internet. Ndio wamama mkanyakanye pesa ipatikane. Tuwe hamwe. Mondo newe. Oyu. Kaide mwere. Hii mtu ndiye ako na kisu na ndiye ako ndani ya buchari. Tukae karibu na ye. Hiyo maneno ingine, hebu wewe piga picha Piga picha. Mtu mmoja anataka bilioni 10. Na hiyo maneno gavana amesema hapa inahitaji bilioni 3 peke yake. Mupatiwe hiyo 3. Mheshimiwa Rais, si ufanye tu namna hiyo. Mungu awabariki Wacha nimuite seneta wetu Kadhure Murungi. Asante, mkono juu kila mahali. Asanteni sana kwa upendo wenu kwa rais wetu. Nataka mweke mkono vizuri moto, weka mkono moto vizuri. Tupige ile makofi 3 ya njogoo ya kuambia rais wetu asante kwa kutembea Meru siku ya leo. 1 2 3. Ingine. Asante rais. Tunakushukuru rais sababu kutoka asubuhi uliamka saa 11 kutembea kaunti yetu ya Meru. Na kutoka asubuhi umetuachia matunda mengi. Na kwa hivyo tunakushukuru. Those 3 constituencies umetembea, umefanyia wa Meru kazi mzuri. Hata pale umebakisha zingine 6. Najua utapiga raundi alafu kuja tena tuzunguke ndio kila Meru, kila sehemu ya Meru isikie hii njoto nimeona hapa leo. Rais, mimi nimestuka leo sababu hawa ni wakulima wa chai na wakulima wa maziwa. Kupatikana na avocado, siku hizi wameenda avocado na ndizi. Kupatikana siku kama ya leo wakuja mkutano huu ni kuonyesha kweli ile imani wako nayo na serikali yako. Kwa hivyo nataka umpige makofi ingine sababu sasa tuko ndani vizuri. Zamani tulikuwa tunacheza tulikuwa tumeenda kwa serikali vizuri. Lakini leo umeona Meru ndio imeingia kwa serikali kuliko zamani. Ila mwaka jana ndio tuliona lakini huyu mtu amekuja kuchokora wewe kidogo. Sababu tukasema sisi tutakufa na wewe, tutakushikilia kabisa usiku na mchana, asubuhi na jioni, si ndio? Ila mtu alichezea serikali yako. Huyo ndiye amefanya sisi tutoke hata kwa mashamba. Ndio tumwambie yeye apotee kabisa na asije hapa Meru kuharibu amani ya Meru, umoja wa maendeleo na vile sisi tumepanga mikakati ya wewe ya maendeleo pamoja. Kwa hivyo huyo mtu apotee ama asipotee? Huyo mtu apotee ama asipotee? Fanya namna hii. Sema apotee. Aende. Si mnajua ni nani? Rais, sisi tunakushukuru sababu hakuna mlima iko hapa ya Mount Kenya. Tukiwa hapa Meru tunaonana nawe ukiwa Eldoret, ukiwa Nakuru, ukiwa Pwani, ukiwa sehemu zote za Kenya. Wewe umerainisha Kenya mzima na hiyo ndio tunataka, ile maendeleo tunataka ya Kenya. Sehemu zote za Kenya tuwe sote tuko sawa sawa. Huyu jamaa Opiyo Wandayi tumefanya naye kazi miaka 10 pale kwa bunge la taifa, National Assembly. Na huyu mwanaume ulipata yule njogoo kabisa because I know him. Opiyo Wandayi worked here in South Imenti akiwa BAT. Na ile kazi tulifanya naye kwa kamati tangu tuingie kwa bunge environment and natural resources. I know you have a worker in your cabinet Bwana Rais. Kwa hivyo wewe tuunganishe wa Kenya wote. Ukiona kuna Umeru mwingine anaweza chezea namba 9, chukua yeye tena. Ukiona kuna mwingine anayechezea namba 10, chukua yeye, si ndio? Mimi niko sawa, niko Senate na mimi nachezanga namba 9 hata kwa bunge FC. Mimi niko sawa mahali niko pale kwa Senate. Kwa hivyo mimi nitanyorosha kazi ya rais pale kwa Senate, hata ninyi mnajua. Huyu Motuma ako hapa. Kama sio Senate, Kadhure Murungi akiwa seneta wenu, hatungekuwa na gavana hapa siku ya leo. Sisi tumeumia rais miaka 2.5. Na leo umetembea Meru, umeona sisi wa Meru tumepona. Si ni kweli? Si tumepona? Sasa si tuko na gavana? Tuko na gavana ama hatuna gavana?
Mnashukuru Kadhuri kwa kuwapatia gavana mzuri ama mshukuru yeye? Hebu nione mkono kama mnaamini nimefanya kazi mzuri. Bwana Rais, sisi tutaendelea kufanya kazi na wewe. Hapa South Imenti mahali nilifanya kazi hapa miaka 10. Hawa watu ni wakulima wa maziwa sana. Kuna kiwanda ulikuja ukazidua pale Mitunguu, ndio chakula ya ng'ombe na mifugo iende chini. Lakini bado nimepita hapo, lakini sijaona kama hiyo mambo inaenda vizuri sana. Kwa hivyo nitaomba wale tulikuwa nao pale waweze kuharakisha hiyo kiwanda, ndio na sisi wakulima wa maziwa waweze kupata chakula ya ng'ombe kwa bei nafuu. Tuna mifugo lakini bei sahi ya maziwa iko juu 50. Lakini ukipiga hesabu pia juu ya chakula, bado hesabu inatereza kidogo. Kana hata antobeto ibo kwenda kiwanda kile kekora, rais ulitupea 100 milioni pale. Na kama haikutosha, tunaomba wewe ongeza tu, sababu wewe ni budaa na tunajua wewe uko na kakitu, ndio tuweze kuendelea vizuri. Ingine Bwana Rais, utukiwa hapa pia vile tumetoka sehemu zingine, mambo ya maji pia ni ile mifereji ya zamani. Mimi waziri wa maji nitamuomba ingie msitu yote kutoka Malimba huko mbele ama msitu ya Central Imenti, North Imenti, akuja akiunganisha intakes ndio wakulima waweze kupata maji mingi kutoka pale, sababu we have so many intakes in this forest, na hizi intake hazisaidii sana mpaka maji inapotea huko chini. Kwa hivyo waziri wa maji, ukienda Imberoti mzima utaweza kutufanyia common intakes kama ile tulifanya pale na Bwana PS Getonga pale juu Kemitu. Tukipata kama hizo sisi tutaendelea vizuri. Ingine nikiwa hapa rais, hawa watu ni watu wangwana sana. Na ile kitu angeomba sana ni zile barabara zilikuwa hapa hata wakati ya zamani. Rais, tumekushukuru, umeleta pesa mingi ndio hizi barabara ziweze kuunganishwa kutoka Kionyo iteremuke Mitungu Kanyakine iende Mitunguu. Ile huko Moroga, huko KK Moroga, mimi nashukuru huyu ndugu yangu Mweti MP wa hapa. Tunafanya kazi naye vizuri na kabisa ndio tuendeleze. Mimi namuunga mkono Tunje, unajua ataongea hiyo maneno. Nataka kusema namuunga mkono ile barabara yote ataomba akikanyanga hapa. Mimi naweka tiki sababu nilikuwa hapa zamani na najua ile mashina iko hapa kabisa South Imenti. Asante sana Rais, tunakushukuru, lakini ukienda utembee tena na tena. Karane hata antobeto ibo kwenda rais ya Jakaire. Alafu rais ya mwisho yule ndugu yetu Kendeke tukiwa na yeye, nataka kusema unajua mtu ndugu yake tu anaongea mambo yake tu 30 seconds. Tukiwa na Kendeke sisi tuko sawa. Ile mambo yote matatizo tuko nayo tutatembelea yeye. Tukimkosa pale ofisi Nairobi, tunajua kwake hapa chini kwa nyumba yake ni wapi, si ndio? Kwa hivyo tuko sawa, naendelea kabisa. Kendeke, fanya kazi kabisa na rais, tuko nyuma yako ndugu yangu. Asante sana. Ni kweli nilitoa milioni 100 ya factory hapa chini, si ndio? Na huyu mungwana seneta wenu amesema pengine haikutosha. Sijapata report, haikutosha. Nikipata report mtaniambia. Kama bado kidogo namna hii nitaweza kupanga hivi na vile, alafu tukue na pesa nyingine. Sawa? Wacha niulize mama county dakika moja, just say jambo. Sema Mheshimiwa Kailemia, 1 minute. Asanti sana. Asanti. Mte wenu atejere. Mami na kinyere. Ende mami sababu yake ni kuira mugeni eje kadida watea. Mugeni yake janja karibisha. Karibu mugeni. Isasawa. Narwe ntuko ya munene wetu rais nyachia muthaka kinyira kwa unombejete tuwe na subira ibo kuona munene ora iteta ngwenja kati iteta bwe si amefanya kazi mzuri itoge na wendo bo na tuwe na subira kenda inyamantu ja mega mureiko thithia ate mureiko thera na itomo muthere murejo nwaga tuthe tabwo totabwo na ruare na nenderete ibwega kagite ikadiriende gako gakinya. God bless you. God bless our president. Tu hapa Bwana Mweti.
Wapi nduru ya Mweti? Asante. Mtukufu Rais. Mtukufu Rais, karibu hapa South Imenti, na nimetumwa na watu wa South Imenti nikuambie asante na karibu hapa South Imenti. Mtukufu Rais, ulikuwa hapa January 27 last year. Ukiwa Nkobo, ulituambia lizi ya Marimba itakuja. By next week nimeambiwa na PS Mweke itakuwa tayari, kwa hivyo itakuja kupatiana. Mtukufu Rais, vile vile ulisema utaleta pesa ya kumalizia barabara ya Nkobo, Lobiri, Kamorita. Iko karibu kumalizika, mwezi hiyo ingine utakuja ucommission. Mtukufu Rais, kama vile Senator amesema, ukiwa vile vile Nkobo, ulisema barabara kutoka Kionyo, Kanyakine, Metongo na Moroga, Mala, Metongo iwekwe lami. Asante Mtukufu Rais, kwa sababu iko na pesa lakini mekosa exicheka tu. Mtukufu Rais, ukirudi kuweka sagirisha ianze saa hiyo hiyo. Sisi leo, siku ya leo, sisi ni kukuambia asante. Na tuliamuka saa 12 tumekuwa hapa. Na ukitaka tutalala hapa. Tutalala hapa. Lakini watu wa South Imenti wameniambia ni kuambia Mtukufu Rais, ile TV tumetupatia hapa iko na wanafunzi 600. Lakini hawana workshop, wanaenda na safety. Wangeomba wapate workshop kwa Mtukufu Rais. Mtukufu Rais, South Imenti ni ambaye economically is one of the best constituencies in Kenya. Lakini Mtukufu Rais, mizigo yao ya export inaharibika. Wanaomba hii airstrip ya Metongo iwe ya upgrade tu ya airport. Mtukufu Rais, tunamaliza masaa 4 kwa barabara. Mtukufu Rais, shule yetu hapa ya Nkwene walipromesiwa basi na mwile mtu alienda. Alikuja hapa kanisa akapitia hiyo shule kwa promise basi. Na wengine andagene. Hii ni shule ya wachichana wanaomba basi. Mtukufu Rais, ya mwisho na tuombi Mtukufu Rais, ukirundi tuangalie light industry kidogo ya mandizi, kwa sababu tuko na mandizi mingi kwa Mtukufu Rais. Vile vile mbonda zetu tunaendelea kuomba tupate light industry. Karibu tena Mtukufu Rais. Tena na tena Mtukufu Rais. Asante. Huyu mjumbe wenu amesema kuhusu mambo ya barabara na nimesikia. Wiki iliyopita tulitoa milioni 900 ya Meru County ya kukwamua barabara zenu. Wewe utaongea na waziri wa barabara, atakwambia vile hiyo mpango inaendelea. Mbogwa yuko area. Haya, huyu PS wangu yuko hapa, milioni 800 tuliweka. Make sure watu wa Meru wamepata hiyo pesa, barabara zao zikwamuliwe. Jambo la pili, unasema hawa vijana wangu wa TVET hawana workshop. Hawa vijana, wewe mheshimiwa, wiki ijayo unipitie, nitakutafutia milioni 10 ukuje ujengee hawa workshop, ili vijana hawa waendelee pamoja. Sawa sawa. Alafu hiyo maneno ya basi, unasema basi ilikuwa ya shule fulani hapo. Ile ya Nkwene Girls, huyu Professor Kindiki atatafuta ya Nkwene Girls alete. Ile ingine ni gani? Njageri. Njagena iko hapa. Huyu mtu wangu huyu wa mkono huyu anaitwa Ishungwa. Wewe Ishungwa, enda tafuta basi ya hiyo shule, ukishindwa uniulize. Ulete hiyo basi. Si ndio? Na nimewapatia mwezi mmoja hiyo basi iwe hapo. Nasikia Ishungwa. Mlete basi. Tumekubaliana? Si kazi ni kugawana. Kila mtu tusaidiane. Tuko pamoja. Niko na msichana hapa ambaye mmenisaidia ananifanyia kazi.
Huyu msichana anaitwa Roslyn, ni principal secretary wangu wa mambo ya diaspora affairs. Yeye ndiye anapanga ile inaitwa kazi majuu. Yeye ndiye ananisaidia kupanga vijana wanaoenda kule Ujerumani, wanaenda Ufaransa, wanaenda Marekani, wanaenda UAE, wanaenda Austria na sehemu zile zingine. Huyu msichana amenisaidia, amepanga vijana wa Kenya zaidi ya 1190 wameenda nchi za nje kwenda kupata kazi, walipwe madola, walete pesa nyumbani. Mpigeni makofi huyu msichana wenu jameni. Na huyu msichana anatoka hapa Meru. Na anatoka hapa kwenu. Wewe Roslyn, si uongee dakika moja nisikie kama unaelewa maneno. Nyanto wa Meru. Mugeni kaire. Twiteni ngogecia mwathani. Na tuciandekere mwathani. Bas. Amen. Ningependa kuwasalimia sana watu wa Meru na sana sana wale vijana ambao wanafaidika katika huo mradi wetu wa kazi majuu. Vijana wa TVET mko wapi? Mko hapo watu wa kazi majuu. Haya sawa, asanteni. Your Excellency, tuko na TVET kama ile ya Meru National Polytechnic, Mokeria, Mitungo and the others who are really succeeding and who are benefiting from this program ya kazi majuu. Your Excellency, tunaomba uendelee kutusupport na kutupa nguvu ndio tuweze kupeleka vijana wengine kazi. Tumesema kazi huku Kenya ni kazi kwa ground, kazi kwa mtandao kama vile Waziri Kabogo aliongea, na kazi majuu. Kwa sababu kazi ni kazi. Na kushukuru kwa kunipatia kazi ya diaspora ndio niweze kuunganisha Meru, watu wa Meru na watu wa nchi yote ya Kenya na diaspora. Asante sana Mheshimiwa Rais. Anaitwa Mheshimiwa Mugambi. Mpigeni makofi. Awasalimie sio? Bwana Mugambi, salimia hawa watu wa Meru. Nikaere Bweba bega ibo gweretwe mono kinya tutugweretwe mono. President, thank you so much. Karibu sana kwa kunipatia kazi, na hao watu wanakupenda sana. Mnampenda kabisa. Ufanyeni mkono hii nione. Wale wanampenda. Asante sana, Mungu awabariki. Pigeni makofi, yeye ndiye anasaidia mambo ya cooperative na mambo ya MSME. Muweni dengi. Your Excellency, thank you for giving me this job. Mimi nashukuru, mimi nafanya kazi na watu. Your Excellency, this sub-county council of the Menti is most probably outside the metros in this country the richest per capita. Kwa sababu hawa watu ni watu wa cooperatives. Hao ndio number 1 kwa tea, mambo ya tea. Hao ndio number 1 kwa kahawa. Hao ndio number 1. Maziwa ile ya Meru Central 60% natoka South Menti. Kwa hivyo nafanya kazi na watu na washukuru, na nitaendelea kufanya mpango yako ya kuweka pesa mfukoni ya watu. Thank you very much. Niko na PS kwa mambo ya barabara. Mambo ya stima, sorry. Niko na PS. Anaitwa Bwana Washira, awasalimie. Ado angkueni Mugeni kaere. Murega. Kwanza Mheshimiwa Rais, nikiangalia namna hii, jana nilikuwa worried wakati tulianza pale. Mimi natoka Nyeri. Si mnajua Nyeri? Si mliona na Rumoro vile ilikuwa? Mkaona na Nyuki vile ilikuwa? Mkaona Romruti vile ilikuwa? Sasa nilikuwa najiuliza, Rais anaenda Meru, mtatokezea vile tumetokezea. Lakini nawatolea kofi. Hebu tupigeni makofi kwa sababu ya kutozea na kukaribisha Rais. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, umetupa kazi tukiwa na waziri wangu wa Pio Wandai, ukatueleza tuhakikishe ya kwamba tumeshikanisha stima hapa Meru, na sisi tutajitolea na tutarudi hapa tena kuhakikisha hiyo kazi ambayo Mheshimiwa Rais umetupa tumeifanya. Hiyo ni mzuri. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, uko na mtu wa Kogita Anguge. Si mnajua Kogita Anguge? Eda Gokende. Si mmesema aendelee? Tuendelee na Rais vile tunaendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, niko na PS wangu Bwana Mbogo wa mtu ya barabara. Tumesikia sasa ule mtu anasimamia barabara ndio huyu. Mtukufu Rais, watu wa Meru, Mugeni
Mgeni, nina furaha sana mtukufu rais pia kwa kutupa hii kazi, na ninashukuru sana kwa sababu juzi umetuletea pesa. Sasa hiyo kilio cha Mwiti na wengine kitakoma hapo na tutaendelea vizuri. Tunashukuru sana. Asanteni sana watu wa Meru. Haya, amesema pesa amepata, si ndio? Mmesikia pesa nimewapatia hawa. Sasa wewe panga mambo ya barabara yote, mambo ikwishe. Si namna hiyo? Hapa niko na viongozi wengine wengi hawataongea. Niko na mama Kajuju hapa, mpigeni makofi. Niko na mheshimiwa Muridhania, mbunge wa Buri, mpigeni makofi. Niko na Moses Kirima, mbunge wetu wa hapa chini Central, mpigeni makofi. Niko na waziri wangu Rebecca Miano wa utalii, mpigeni makofi. Niko na huyu Gitonga, huyu Makasi. Huyu Makasi, MCA wetu wa hapa. Niko na Julius Taitumu. Huyo Julius Taitumu ni mbunge wetu wa kule Igembe North. Na niko hapa na mama Mudhoni wa kutoka hapa, na yeye ni mbunge maalum. Niko hapa, huyu Makasi aseme kitu. Haya, wewe Makasi sema iko kitu. Rais, asante kwa kunipea hii nafasi. Hii jeshi wote unaona hapa ni ile unapatanga kila saa ukikuja hapa. Sasa wengine wanipanga vizuri, hii jeshi ni kubwa sana. Naweza wasikufa na jamba. Nakushukuru sana kwa kuja hapa na tunakukaribisha. Tunataka tukueleze sisi si wajinga. Si ni kweli? Tunajua serikali ndio iko na mali. Na sisi hatutapita njia nyingine, His Excellency, tutapita ile njia unasema. Na yule Deputy President ni mtu yetu hapa. Babake alifanya kazi hapa na alimzika baba yangu. Kwa hivyo usikuwa na wasiwasi wakiwa hili. Kwa hivyo Mungu akubariki na Mungu abariki Makasi. Ni Shungwa aseme kwa niaba ya wale wote. Niko hapa na Mary Mutune, Rahim, pigeni makofi jameni. Niko hapa na Gigi Gitonga kutoka kule Murugara, kutoka Tharaka. Na niko hapa na Patrick Munene kutoka Chuka Igamba Ng'ombe. Haya wewe. Watu wa Imenti hamjambo? Muko sawa? Nimeona muko sawa kabisa, na vile rais umeamuru hiyo bus ya mheshimiwa Mwiti ya shule tutatafuta na tutaleta na yeye. La pili, mheshimiwa rais, wewe umetuambia hautakubali ile urafiki umeunda na watu wa Mlima Kenya iharibiwe na siasa za ukabila na watu wa kugawanya watu. Sisi pia kama watu wa Mlima Kenya tunataka tukuambie hatutakubali mtu yeyote ama kundi lolote lije kati yetu na wewe kwa hii serikali na ile kazi tuliahidi watu wetu. Na ndio maana rais, sisi wengine tulisimama kidete wakati watu wengine walitaka kupiga watu wa Mlima Kenya mnanda wawauze bilioni 10. Tukakuambia usilipe mtu pesa. Kama uko na pesa tumia kwa hawa wananchi, kwa barabara zao, kwa vyuo vikuu vyao, kuwawekea stima na mambo yao ya maendeleo. Ama watu wa Meru inyo ni mokwedio besha. Mundu ucio waugaga mwendio besha ri. Ndenda umeririe. Ndeti ahuruke. Inyo no mwendio besha. Ate mundu akoma ugwa geciria inyo no mwendio besha. Ate kura cianyu cithogorwo bilioni 10. Kura cianyu ni cia bilioni 10. Mheshimiwa rais wa watu wamesema kura yao ni ya bilioni kama 500 ya maendeleo. Sio bilioni kidogo ya kupea mwanaume moja kupelekea watoto yake na bibi yake. Kana tigu watu aitu. Nimbogo wetekera siasa cia ukabila. Mugato nyitane. Tushikane sisi wote. Tukiwa nyuma ya Rais William Ruto. Na Kithure Kindiki, William Ruto afanya yake 10. Si ndio? Alafu Kithure Kindiki vile sisi nyinyi mmetusaidia githemo tia tuthaithirie Mwai wa Kibaki. Mugetutaithia Uhuru wa Kenyatta. Kaithwe tungeteithia andu a Meru tungithwa. Githe William Ruto ariki yake 10 tunyita Kindiki uyu. Nake atwarithia yake 10. Nigia kou. Mwathani amurathime.
vijana tugoje kidogo. Antu wetu wa Southimenti mugeni. Bwana asifiwe. Tunakaribisha president wetu William Ruto hapa leo. Wale wamemkaribisha inue mkono tuone. President yangu ni kidogo sana. Watu hawajui 40% ya Mount Kenya iko hapa Meru. We are the owners of Mount Kenya. We Merus. Kwa hiyo wale wengine wanatangatanga wakisema hatuwezi kutembea Mount Kenya, waje watuulize sisi. Kwa sababu sisi ndio wenyewe wa Mount Kenya. Mnasema mmekaribisha rais Mount Kenya ama mtamkaribisha? Wala mkaribisha wainue mkono yeye mwenyewe waone. Yangu kwa sababu wengine wamekuomba mambo mengi. Mimi kwanza ni shukrani. Hata hiyo polytechnic ambayo sasa unajenga huko Mitungu ni wewe ulileta ukiwa waziri wa elimu ya juu. Wewe ni minister wakati ule. So umekuwa na sisi kwa muda mrefu na tumekuwa na rafiki na wewe kwa muda mrefu. Ile project mimi nakuomba ni moja tu, tuimarishe urafiki ambao tuko nayo katikati ya wewe na watu wa Meru. Nasema hivyo kwa sababu mtu akiwa rafiki yako hata kama ana pesa ataomba akutoe kwa shinda. Si ndio? Na umetuonyesha hiyo rafiki zaidi. Tangu Meru yumbwe hatujapata kiti ya deputy president wa nchi hii. Sasa una kijana yetu ambaye amesoma sana, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Ibo kweli tunatoa Kindiki antu wetu. Wala nimshukuru kwa sababu ya Kithure Kindiki wainue mikono tuone. Na antu wetu ankobwira kinyamo ankijokora aya. Jokora Meru. Tutita daraka tugira kinyingo tuje tuwati mwanki wetu. Sasa ni mtoto wetu ana roho safi. Ande Kithure Kindiki usijapata ni mchana tu hata jioni na usiku fika. Actually his father was a minister here. Kithure's father was a minister of the peace of the Melody Church hapa. Kwa hivyo tumeshukuru sana na amekuja na watu wengi, hata ndugu yangu Mheshimiwa Tharaka amekuja. Na amekuja na serikali yote. But my greatest joy nikiwa former governor wa Meru ni tuna governor mwingine mpya ambaye anaitwa Mutuma Ntuthinkia. Amefanya kama wiki moja tu. But in those 2 weeks ametuita viongozi wote wa Meru na ametuweka pamoja. Na sasa sauti ni moja. Tumuunge huyo gavana wetu mkono, tuinue maendeleo ya Meru na yeye atushukanisha na serikali kuu. Serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na kulikitu aliomba mimi ningetaka kuhimiza hapo kidogo. Tunajua umeambiwa mambo mengi na atuoni unaandika notes wengine mna so ningekubaliana na yeye baada ya hii safari yote ualike viongozi wa Meru tukuje State House tukukumbushe tena ile mambo tulikuambia Embe, Tigania na hapa. Ibo wote kiatu State House tukamwere. Then as I sit down, mwisho kabisa, nasikia wameomba mambo mengi, university umepeana, asante sana. Basi, nitaka kuomba kitu kimoja tu. Kuna National Polytechnic Campus, hapa inaitwa Mount Kenya East. Alright? Sasa asante. Hawa vijana hawana pahali ya kulala. So mimi naomba ukiongeza hiyo marazi ya vijana Mitungu Polytechnic, ongeza tu hata kama ni 5,000,000 au wengine wajengewe. Ndio. Iweka sana mwadhani ya walime. Mnasema William Ruto arundi hapa tena. Wala nasema arundi wainue mkono. Asante sana. Karibu tena. Basi mimi nimekubali maneno ya mzee na pia nimekubali maneno ya governor.
Hiyo wiki moja mbili iko mbele hapo, nitawaalika viongozi wa Meru wakuje tupangane mambo ya maendeleo ya Meru County. Si ndio? Na vile vile maneno ya hostels ya hawa vijana hapa Marimba, tumeweka pesa ya kujenga hostels milioni 100. Kule Kwene ama inaitwa nini? Hapana, ile university nyingine hapo chini. Kariene. Hiyo Kariene vile vile tumeweka milioni 120 na tumetangaza kandarasi ya hostels. Na vile mmeniuliza hii ya Metungu na hii ingine, mimi nitapangana na hawa. Tumekubaliana jameni? So watu wa Meru, mimi nataka niseme asante sana. Nasema asante sana kwa kutupokea na watakia baraka ya Mungu. Murungu abudharime. Mungu awabariki jameni na nawapenda sana. Thank you very much. And I love you, the great people of Meru. Thank you.